ananitia moyo. Songa nini? Si kazi rahisi, inawezekana. Somo la mchana wa leo nimelipatia kichwa kinachosema hivi ya kwamba usilale. Usifanye nini? Na majira haya nikiangalia, ndio maana nimeamua kusema usilale. Usilale, msaada unapatikana. Haleluya. Kuna mtu mwingine anaweza akalala akadhani ya kwamba hakuna chochote kinachowezekana. Usilale. Wakati mwingine ukakata tamaa, wakati mwingine ukahisi ya kwamba haiwezekani, msaada unapatikana. Usikae ukabweteka. Kubweteka ni Kiswahili. Usikae ukabweteka, yaani ukawa hauna la kufanya. Wakati mwingine misuli yako ikiwa imelegea, hata unapokuwa ukifanya jambo lolote unafanya kwa namna ya ulegevu, msaada unapatikana. Tukijua kwamba tunamsubiri Yesu aje atuchukue. Ndio maana fungu letu la kukariri linatukumbusha na kutufanya tuwe katika mazingira ya kuwa tayari wakati wowote. Basi mnaonapo mambo hayo yanaanza kutokea, changamkeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wokovu wetu umekaribia. Wokovu wetu umekaribia. Ndiposa ukisoma kile kitabu cha Warumi 13 ule mstari wa 11, Warumi 13 mstari wa 11, kuna maneno hapo kwa namna ya pekee sana. Yule msomaji yupo au amelala na yeye? Asiyepo? Hebu itika msomaji. Basi karibu sana katika huduma ya leo. Warumi sura ya 13 mstari wa 11. Neno la Bwana nasema, ndio. Naam, tukijua wakati. Hebu rudia kidogo. Naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Saa ya kuamka katika nini? Usingizi imefanya nini? Imekwisha kuwadia. Endelea msomaji. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu, nasi kuliko tulipoanza kuamini. Fungu la 12. Usiku umeendelea sana. Usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Mchana umefanya nini? Umekaribia. Mchana umefanya nini? Mkutano. Vikijiandaa kupigwa ya kwamba haya bwana harusi anakuja. Mpumbavu wakati mwingine unashangaa anavuta shuka. Babu wakati mwingine ukasema anaendelea mambo yake ya mzaa. Zaburi moja anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika nini? Njia ya nini? Ya wakosaji, wala kuketi barazani wa watu wenye mizaa. Hayo pumbavu, mizaa. Wakati dalili za kuja kwa Kristo zikiendelea kutuonyesha mizaa, yaani kama mzaa, wakati biashara ya kumkomboa mwanadamu ikiwa ni jambo ambalo ni serious, kuna mwingine anaishikia kimzaa. Nikiendelea kufikiria ule mstari wa 10 yupo. Wa 10. Kwenye ile fungu. Ndio. Anasemaje? Inasema, ukizimia siku ya taabu. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Nguvu zako ni chache. Yaani wenyewe fikira zao ni dhambi. Na wakati mwingine hata wanapokuwa katika changamoto hawana uwezo wa kuhimili. Katikati ya mahitaji hauwezi kumtegemea. Unaweza kushangaa na kupiga chenga anaondoka, afu leo anakuja tena anakucheka wakati yuko kwenye serious issue. Lakini nikaangalia tena katika kitabu kile, nenda sura ya 10 ule mstari wa 23. Kwamba huyo mpumbavu huyu kuna sifa tu hapo ambazo Biblia zinasema. 10:23 anasemaje? Neno la Bwana linasemaje? Kwa mpumbavu kutenda maovu ni kama mchezo. Yes. Mchezo tu. Unakuta yeye hana habari. Kwa mpumbavu kutenda maovu ni mchezo. Anamalizaje? Pale mtu mwenye ufahamu ana hekima. Mtu mwenye ufahamu ana nini? Ana hekima. Sasa nikawa naendelea kujiuliza kwamba kama tukiujua wakati
Yesu anapotoa mfano huu wa wanawali hawa 10 ambao usipokuwa makini yawezekana usione ya kwamba hivi mbona kama walikuwa tu wote sawa, wapumbavu pamoja na wenye hekima. Usipotulia utaona ya kwamba wote walikuwa sawa, kwa sababu wote walikuwa wakimsubiri bwana harusi. Kuna zile sifa za jumla ambazo walikuwa wanafanana, yaani wote walikuwa ni wanawali. Walikuwa na imani safi ya Biblia, na ndio maana walikuwa sehemu ya kumsubiri bwana harusi wote. Tena walikuwa na taa. Yes. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia nini zangu. Wote walikuwa na taa. Man, tuna Biblia wote, tuna Biblia tunazo. Wote walikwenda kumpokea bwana harusi. Walitazamia kuja kwa bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiangalia hapo wote walilala, yaani katika sehemu wakalala. Lakini wote walisikia sauti, yaani walisikia sauti na wote wakaamka. Wote waliandaa taa zao. Taa zao zilikuwa zinawaka. Ukijitazama leo kuna ubatizo. Nakumbuka wakati wa ubatizo wangu, wakati nilipobatizwa, wachungaji wenzangu, kuna wakati nilihisi ya kwamba baada ya kutoka majini, yaani nilihisi kama vile mtakatifu. Nikajiona kabisa mbele kana kwamba sistahili tena kukanyaga hii ardhi. Yaani kutembea kwa tahadhari, kwanza mdomo ukabadilika. Leo mtu aliyebatizwa kwa kiumbe kipya. Natembea kwa tahadhari kabisa. Jamani, anabatizwa sikiitwa nini? Natembea nasikia anga hewa kabisa ya kwamba Mungu yuko pamoja nami. Na hiyo hali ndivyo ilivyo. Unapompokea Yesu, anakutengenezea mazingira ya kuendelea. Ukiwa una macho ambayo yanatazama kwa angavu, tena kuwa mwangalifu kabisa. Yaani ukimpokea Yesu, kuna fungu hapa tumekuwa tukilisoma ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Katika ile Yohana 1:12, waliompokea hawezi akakuacha hivi hivi, anakupatia nguvu. Na ndio maana hapo anasema ya kwamba taa zao zilikuwa zinawaka. Sasa ukiangalia baada ya muda mfupi, 5 kati yao waligundua kuwa taa zao zilianza kuzimika. Kwa nini? Pale ambapo walipomsubiri Bwana, kumbuka ya kwamba hawa wapumbavu walichukua taa zao. Kweli zilikuwa zina mafuta, zilikuwa zinawaka, lakini hawakuchukua mafuta ya akiba. Hapo ndipo kwenye tofauti. Gani unaona tofauti hapo? Wote walikuwa na taa na zote zilikuwa zinawaka. Na hapa ndio ukiangalia wakati tumempokea Kristo, kila mmoja alikuwa anafurahi, kila mmoja alikuwa amesimama imara, kila mmoja alikuwa akimtumainia Bwana. Ndio maana akaamini, akabatizwa, kama ambavyo tunashuhudia leo hapa. Na mtu yeyote ambaye anampokea Yesu, karama ya kwanza kabisa, karama au kipawa cha Roho Mtakatifu kinakuwa ni cha lazima katika maisha yake. Yes. Utakutana kuna mafungu yanasema ya kwamba usimdhihirishe roho nani? Usimdhihirishe nani? Kwa hiyo kipawa hicho ambacho tunapewa ndiye yeye anayetupatia kutenda kazi ndani ya kanisa lake. Amen. Na ndio maana mara zote yeye anatoa karama kama apendavyo. Haleluya. Amen. Hata mimi kuna karama ambazo kila itopo leo unaona kabisa si mimi bali nani? Yesu. Yeye anatupatia karama. Kweli. Yeye anatuwezesha. Kwa hiyo kwa wanawali hawa tunapokuwa tukijifunza habari zao, utagundua ya kwamba walikuwa na mafuta kidogo sana hawa wapumbavu. Hiyo ndio tofauti pekee iliyokuwepo, kidogo. Walipompokea ndio hawa Wakristo Waadventista wanaosubiri Yesu aje, hawakuendelea. Ninaendelea kukumbushia. Sasa kuna neno hapa ambalo nitalikumbusha mpaka linaondoka.
hawakuendelea kumshawishi, hawakuendelea kumshawishi ya kwamba Roho Mtakatifu aendelee kubaki kuwa pamoja nao. Na mafuta naposoma katika Biblia au nabii Roho Mtakatifu, Biblia yote tunazo, wengine soft copy, hard copy, wengine wamekariri tu kichwani, yani hawana, ila wanazo kichwani tu, yani hawajui kusoma, hawawezi. Lakini ndio maana Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yao, wakimtumainia, unashangaa Biblia yote inakaa wapi? Hebu toka kwenye kanisa hili linawaandaa watu kukutana na Bwana wao. Hata kama ukome shule, hakuna udhuru. Haleluya! Kuwe matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku unaendelea sana. Hauna mafungu leo yadondosha? Hapana. Hauna maneno leo yadondosha? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Imani ishimwe. Usilale. Neno ambalo nalimalizia hapo, unaweza kushangaa kama amka akisimama tuombe. Bado kuna wanadamu wengine ambao tumelala. Hatujaona ya kwamba mambo yameanza kuchangamka. Hatujaona ya kwamba wakati Yesu kuja kwake katika dunia hii kumekaribia. Na wakati mwingine tumeendelea kuzubaa sana. Asema tangu tulipoanza kuamini mpaka sasa, tukitazama wokovu wetu kana kwamba unanukia. Wokovu unanukia. Ile mida hii kwa sababu kama mtu kujifanya anapita, unashangaa kuna harufu fulani inakuja ya chakula fulani ambacho kinaonyesha ya kwamba kina ladha fulani, matukio ya dunia, changamoto zilizopo duniani na yale mambo yote mema ambayo wacha Mungu wanaendelea kuyafanya, wakiendelea kupata nguvu za kuenenda, yanaonyesha gepu kubwa sana na wale ambao wanaotarajia ufalme, lakini na wale ambao hawana mpango. Yaani kuna gepu. Wakati wengine wakichukia uovu, wengine wanaokumbatia kwa mikono yao yote. Wakati dunia ikishuhudia ndoa za jinsia moja, unakuta lidume kama leo hapa tumekuwa na lidume, yani dume lina mandevu, hata kama ana ndevu, kidevu kimekomaa. Unajua kuna videvu hapo vinakomaa. Tunaachia moyo wale vijana ambao hawajaoa, ambao videvu vimekomaa. Oeni, amen. Yesu anakuja. Kijana kidevu kimekomaa. Umeshanyoa ndevu mpaka nyembe zinakatika. Kile jawa. Tukishuhudia dunia ikiendelea kuwa na matukio, wakati fulani unakuta baba akimlawiti, yaani binti yake wa mwisho wa miezi kadhaa. Tumeshuhudia dunia ikiwa na mambo mengi ya ajabu. Wakati wacha Mungu wanamtafuta Mungu, wanaendelea kuwa macho. Kuna wengine wanawatumia watoto wao. Hata mtoto wa miezi 6 ni baba mkubwa, eti natamani kabisa. Wengine wanatamani mpaka kuku. Juzi hapo mtu mmoja alishika na mbuzi, kwamba ameenda kufunga mbuzi, amefungwa pale. Mmoja jamaa, tamaa hizi jamani, tamaa mpaka mtu anaenda yaani mpaka anaenda kwa mbuzi. Wakati tukishuhudia maeneo fulani ya kwamba mama ambaye amemzaa kijana wake wamekaa pale kwa muda wa kutosha, ndio maana kuchelewa kuoa, afu nakaa nyumbani, wewe kijana wa kiume anafanya nini? Ikatokea wakati eti mama akapendana na kijana wake, wakaanza kuishi maisha ya unyumba. Mnaonapo hayo, changamkeni. Tunapoona njaa, tunapoona vita, tunapoona ya kwamba watu wanaendelea kunajisi utakatifu, hata wakati mwingine ndani ya majumba ya ibada tumeshuhudia watu wakikamatwa wakiruka madirisha itakuwa wakizini kwenye nyumba ya ibada. Tunashuhudia. Mwonapo hayo, changamkeni. Msaada unaopatikana, upaswi kulala. Wakati wengine wakitafuta msaada wa kisheria pale anapohisi ya kwamba shamba lake
linaenda kuporwa. Tumekuwa tukitafuta msaada, tunatafuta wanasheria ili ya kwamba watusaidie kuweza kurudisha mashamba yetu. Wakati mwingine tunatafuta msaada wa kitabibu pale ambapo tunahisi ya kwamba afya haiko sawa. Ukiugua, wakati mwingine ukiugua maumivu yakizidi, kuna wengine kwenda kuona daktari mpaka abegwe. Huyu sasa nilikuwa na mzee wangu anasema mimi hata nikiugua niache tu. Lakini siku moja akaugua ikabidi abegwe kwenda kupata dawa. Wakati tukiendelea kutafuta msaada wa mpango wa biashara, dunia inapokuwa ikiendelea kutufanya kuwa busy, wakati huo Bwana anasema mnaonapo hayo changamkeni. Katika Biblia, kile kitabu cha Mathayo sura 25, ukisoma kwa haraka katika Mathayo ile sura ya 25, yako mambo ambayo tunapaswa kuyatafakari tunapokwenda kuhitimisha somo la leo. Mathayo 25, msomaji, utakwenda tu kwa spidi. Soma mstari wa kwanza. Yesu anatuambia nini? Neno la Bwana linasema, anasemaje rafiki? Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10. Utafanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakaondoka kwenda kumlaki bwana harusi. Endelea rafiki. 5 wao walikuwa pumbavu, na 5 wenye busara. Naam. Wale waliokuwa pumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao. Waliokuwa pumbavu walifanya nini? Walitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao. Endelea. Bali wale wenye busara wanafanya nini? Watwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Ndio. Hata bwana harusi alipokawia wakafanya nini? Wote wakasinzia, wakalala usingizi. Endelea rafiki. Lakini usiku wa 8 ndio pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wote, wakazitengeza taa zao. Wale wapumbavu wakamwambia wenye busara, wanawaambia nini? Tupeni mafuta yenu kidogo. Wanawaambia nini? Tupeni mafuta yenu kidogo. Endelea. Maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakisema, wanasemaje? Sivyo. Hayatakutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa uzao, mkajinunulie. Malizia fungu la mwisho. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Mlango ukafanya nini? Ukafungwa. Waliokuwa tayari wako wapi? Ndani ya harusini. Yes. Salimia rafiki yako. Mwambie ujambo. Bwana harusi anakuja, umejiandaje? Wewe tunaongea naona hata uvivu. Muulize. Kwa sababu usipomuuliza inawezekana utadaiwa. Kama ukumuuliza. Kwamba wakati Yesu anatoa mfano wa wanawali wale 10. Ambao kila mmoja ukitazama hawa wanawali, kuna mafungu kadhaa hapo. Anatuambia 5 walikuwa wapumbavu, afu 5 wenye nini? Busara. Yaani tu ule pumbavu pamoja na busara ukiziangalia vizuri, kuna baadhi ya mafungu nilikuwa nikiyapitia hapa. Ukiangalia tu hali ya hivi watu wenye busara, bavu, wanafanya mambo gani hayo? Kile kitabu cha Mithali 24:9, ukijaribu tu kuangalia kwamba miongoni mwa sifa za watu ambao ni wapumbavu, Biblia inawazungumziaje? Lakini baadhi ya mafungu pia machache tunapokuwa tukielekea kwa watu ambao wenye busara, anasemaje? 24:9. Neno la Bwana linasema, anasemaje? Fikira za mpumbavu ni dhambi. Fikira za mpumbavu ni nini? Ni dhambi. Na mwenye mzaha wachukiza watu. Yes. Kuna dhambi, lakini wakati fulani yeye mambo ya mzaha kwake ni kawaida.
Kasema kumbe wapumbavu, kuna sifa ambazo mtu akiambatana nazo, kuna wakati hata ving'ora vinapokuwa vikijiandaa kupigwa